Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa faulink.com. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wetu bora kabisa, mfumo wa vikoba au mfumo wa mikopo. Unaweza kutumia kama mfumo wa vikundi, kikoba au mikopo. Kwa hiyo unaweza kutumia kwa kazi yoyote. Hapa ni mfumo simple kabisa wa Excel ambao utapata kwa gharama nafuu sana. Okay, hapa kama vile kwenye dashboard unaweza kusajili majina, unaweza ukaweka vigezo vya mikopo, unaweza kuingiza mikopo ya wateja, unaweza ukatoa faini na adhabu, unaweza kuangalia status ya mikopo na uchangiaji, unaweza kuangalia ripoti ya michango na faida, unaweza kuangalia matumizi na vitu vingine. Hapa hivi sasa ndio sehemu ya kuweka michango ya kila mwezi. Kwa hiyo unaweka michango hapa hivi. Lakini kama mwanachama amekopa, ina maana huko ni marejesho ya mikopo, unakuwa unaiweka huku hivi. Kwanza ukishaingia kwenye dashboard unaanza kusajili majina kama unavyoona hapo. Unasajili majina ulionayo. Kwa hiyo ukishaweka jinsia hapa hivi tayari idadi inaanza kusoma huko. Idadi inaanza kusoma kama kawaida, idadi inakuwa inasoma kama unavyoona. Kwa hapo utakuwa unajua idadi ya wanachama wangapi wamesajiliwa kwenye kikoba chako. Okay, baada hapo hapa ni sehemu ya kuseti mikopo. Kwa mfano hapa kama kikundi chenu ni 10%, na maana 10/100 ni 0.1. Hii hapa ndo riba ya mkopo. Riba ya mkopo mwanachama akichukua mkopo. Lakini hapa hivi 3 inamaanisha mwanachama anaweza kukopa mara 3 ya kiasi alichochangia. Kwenye mtaedit kama mnaweka option ya mwanachama aweze kukopa mara 5 ya kiasi alichochangia, mara 1 au isiwe na kikomo, wenyewe mtaamua. Okay. Baada hapo ukirudi kwenye dashboard unakuja sasa unaangalia, unaanza kuingiza mikopo ya mteja. Unaweza kaingiza mikopo ya mteja hapa. Kama unavyoona unaweza ukaingiza mikopo ya mteja. Hapa tuseme bado hatujaingiza mikopo. Tunakuja saa moja kwa moja kwenye kuingiza faini na adhabu. Tutakuja kuziangalia baadaye. Tuje tuangalie sasa uchangiaji. Hizi tuachane kwanza, tuangalie namna ya kuchangia. Unaingia kwa mfano kama unataka mwezi Januari, unakuja tu unapiga hapa, then unaingiza kiasi ambacho umechangia. Kwa mfano kama kila wiki, labda wewe hapa amechangia kwa wiki hapa amechangia 60,000, wiki nyingine akaja kuchangia 70,000 kama unavyoona hapa, wiki nyingine akaja kuchangia 10,000. Kwa ndo mambo yanavyokuwa hivi. Kwa hapo unajumlisha tu na mambo yanaenda. Kwa hata kama kwa mwezi na kama 5, basi hapa ina maana kutakuwa na uchangiaji wa mara 5, na hapa ni jumla ya michango aliyochangia mwanachama. Okay. Kwa hapa ndo sehemu halisi. Kama ni mwezi wa kwanza unaweka mwezi wa pili mpaka mwezi wa 10, lakini mpaka mwezi wa 12. Hapa ni sehemu ya kuangalia jumla ya michango kwa kila mwaka. Unabonyeza hapa. Unaangalia huyu mwenzetu kwa mwaka amechangia kiasi gani. Unaangalia kwa mwaka amechangia kiasi gani hapa jumla. Kama unavyoona inaonyesha wiki ya kwanza alichangia hivi, wiki ya pili alichangia hivi kama kawaida. Kwa ni mfumo ambao unakupa ripoti zote zile unazozihitaji za kila mwanachama na ripoti ya jumla. Okay. Kwa hapo ukishamaliza unakuja sasa, kwa mfano kuna kuingiza mikopo sasa ya mteja. Mteja huyu hapa Faustini 1 amekopa. Tuseme amekopa 20,000. Amekopa 20,000, muda wa mkopo labda miezi 12. Utaangalia hapa, maana huyu atakuwa jumla atarejesha 22,000 kulingana riba yetu ile ambayo ni 10%. Kwa sababu hapa riba yake itakuwa ni 2,000 kwa sababu asilimia yetu ni 10%. Kwa hiyo huyu hapa riba yake ni 2,000, kwa atakuja kurejesha 22,000. Na rejesho kwa kila mwezi atakuwa anatoa
1833 kama unavyoona hapo. Kwa mteja wetu mwingine maybe amekopa 50,000. Kama amekopa 50,000, amekuja kwa miaka miwili maybe, kama unavyoona hapa, na maana riba yetu ni 10%. Kwa hiyo maana hapa atarudisha ili riba yake ni itakuwa jumla 5,000. Kama riba ni 5,000, maana hapa atakuja kurejesha 55,000. Kila mwezi natakiwa arejeshe 2,291. Yes. Kama unavyoona hapa ndugu mfuatiliaji wa faulink.com. Ukishamaliza hapo hivi, kwa wale waliokopa sasa, unaweza kuja kufanya marejesho ya mikopo huko, unabonyeza hapa hivi. Kwa mfano unaangalia hawa hapa tayari wameshakopa, kama unavyoona rejesho kwa kila mwezi. Huyu hapa anatakiwa rejeshe hii hapa kama ulivyoona mwanzo. Jumla rejesho 12,000. Ya, kwa sasa hapa unakuja unaangalia maybe hapa hivi amerejesha 20,000. Jumla ameshatoa 32,000. Kwa hapa ina maana kama ni kwa kila mwezi, sasa turudi hapa, ina maana kama ni kwa kila mwezi hapa, wewe mwezi wa kwanza hapa ndo mwezi Januari, na utaweka wiki ya kwanza ilikuwaje, wiki ya kwanza alichangiaje. Hapa ili ingia kimakosa, utaanza kuweka wiki ya kwanza amechangia maybe 2,000. Unakuja wiki nyingine alichangia maybe 1,800. Kwa utakuwa tunaweka hiyo idadi na kuja inajijumlisha huko moja kwa moja. Kwa sababu hii hapa ni kwa kila mwezi sasa, lakini hapa hizi ni wiki kama unavyoona. Kwa mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa bila shida yoyote. Kwa hapa ni sehemu ya kufanya marejesho kwa kila mwezi. Baada ya kufanya marejesho hapa, unaweza ukaja kuangalia faini. Kwa mfano mwanachama amezidisha muda wa mkopo, amezidisha, unakuja hapo unampiga faini hapa hivi. Unaangalia huyu hapa Faustini 1, unamwekea faini. Kama faini itakuwa ni 5,000 kwa mwezi, kama amechelewa unakuwa unaweka faini kama kawaida. Baada hapo unakuja unaangalia status ya mikopo na uchangiaji. Status ya mikopo na uchangiaji. Hapa ndo unakuja kuangalia kiasi alichochangia, kiasi anachoweza kuchukua kulingana asilimia, kwamba tumesema huyu mwanachama wetu awe na uwezo wa kukopa mara 3 ya kila alichochangia. Kwa mfano kupiga mara 3 ya hiki hapa ndo anakuja kupata hiki hapa. Lakini bado amekopa 22,000. Kwa bado tunasema bado ana mkopo. Hajalipa huyu hapa, bado ana mkopo. Huyu mwenzetu hana mkopo. Kiasi anachoweza kuchukua tumeweka hii hapa, lakini bado hana mkopo, hajachukua mkopo. Kwa tayari inatupa comment kwamba huyu hapa hana mkopo. Kama unavyoona. Kwa hapa ni status ya mikopo na uchangiaji. Tuangalie ripoti ya michango na faida sasa. Kama unavyoona hapa, mapato yaliyotokana na faini 5,000, tumeweka 5,000. Kiasi kilichokopo jumla ni 70,000. Kiasi kinachotakiwa kurudishwa ni 77,000, kwa sababu hapa riba ni 10%. Kiasi kilichorudishwa kisharudishwa hicho hapo, na mapato yaliyotokana na hisa au michango kama unavyoona. Kwa jumla kuu ya hisa na michango ni hapa. Jumla kuu ya mapato yaliyotokana na faini hii hapo, jumla kuu yaliyopatikana ni hapo. Kwa mfumo unakuwa unakupa ripoti zote muhimu bila shida yoyote. Kwa unabonyeza hapa hivi uje uangalie sasa matumizi. Kwa mfano inawezekana mna matumizi ambayo yanafanyika. Kwa mfano kuna maybe chakula kimegharimu maybe 5,000. Ikaja maybe stationery
kaja stationary maybe imegharimu 50,000. Yeah. Kwa sasa hapa unaweza kupata sasa ripoti yote. Sasa unaweza kupata ripoti yote kama kawaida. Hapa unaweza kupata ripoti yote. Kuona unapata ripoti zote zile unazozitaka wewe. Mambo ni mazuri kabisa, mfumo wetu hauna shida yote. Okay. Hapo ndo mwisho wa tutorial yetu. Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa faulink.com. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata video nyingi sana zinazoelezea mafundisho ya Excel na utumiaji wa database pamoja na website. Lakini pia unaweza ukanifollow kwenye faulink.com kupata mifumo mingi zaidi. Kwa mfano mifumo hapa unaidownload free kabisa kutoka kwenye faulink.com. Bonyeza faulink.com kama unavyoona hapa. Utakachokifanya utaandika tu faulink.com. Ukishaingia faulink.com utakutana na mfumo wetu kama hapa. Kwa moja kwa moja utakuja kwenye mifumo ya Excel. Ukishabonyeza hapa unaweza download mifumo free kabisa ya Excel kama unavyoona hapa. Wewe mwenyewe utachagua ni mfumo gani unaotaka, utadownload na utaweza kujipatia mfumo wako free kabisa bila shida yoyote. Asante sana, subscribe na karibu sana kwenye faulink.com. Asante.